Mtumishi wa Mungu amesema nguo fupi. Nguo fupi ni za namna gani watumishi wa Mungu? Tunataka mfiche. Yaani kisha kunionyesha hili goti. Nataka niwaambie mwende na message hizi watumishi wa Mungu. Kuna nyama fulani ambayo iko hapa. Kuna hii nyama, unaiona hii nyama? Bakina mama mwanaume ni kibaya tu. Kaona kaka nyama. Simna kaona. Hebu nichukue vizuri YouTube waone nilipata kuuliza. Ndio. Hii nyama mwanamke usionyeshe vita. Kuna kitu kinaitwa Brazil. Samahani ulime umeteleza. Brazil ni nguo ya wapi? Ya ndani. Nirudie tena. Brazil. Sawa. Samahani nikikakosea, tuendelee tu mbele. Brazil si ndio? Kama tunafanana na Brazil jamani. Brazil ni nguo ya wapi? Angalia mtumishi wa Mungu, unaposhona nguo zako, hakikisha Brazil inakuwa nguo ya wapi? Sehemu ya kwanza wakina mama mnielewa hapo. Maana kuna mitindo imekuja, nguo zenu za juu, hizi blouses, wanaweka kama kikamba tu. Kinachoshika mabega, halafu Brazil ndani inapita tena inaonekana. Hapana, ile ni nguo ya wapi watumishi wa Mungu? Ya ndani. Kwa hiyo Brazil lazima ifunikwe. Mgeukie mama mwenzako mwambie, funika Brazil. Ukikosea ukasema Brazil wewe sema tu hivi. Ili mradi amekuelewa. Jamani naomba tuseme amen. Usiache mabega nje. Kuna jinsi Mungu amevika utukufu kwenye mwili wako. Utabibu watu. Acha usibibu watu wako wanajiendea mbinguni. Na wewe pia tunza roho yako, twende wote mbinguni. Tukalakiane mawinguni, sema amen. Brazil afunikwe kuanzia leo. Waimbaji msiba hapa na Brazil anaonekana hapa. Wanaume hawamjuaji Brazil. Kwa hiyo unakuja kuwatangazia kitu kigeni na kipya kwao. Watatoka badala ya kutoka na Mathayo na Luka, watatoka na Brazil ndani ya hekalu. Funika Brazil katika jina la Bwana wa majeshi. Hiyo ni la kwanza. Sema mnajitahidi kutoa zaka za mnanao vizuri, ila mmeacha mambo ya adili. Maadili mnasukumia pembeni. Sasa hapo mnajichanganya mataifa, hata julikane ni nani ameokoka na ni nani hataokoka. Sema amen. Tunahitaji na sisi nembo isomeke kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Hata tusiposema waseme wenyewe, kwa sababu roho aliyo ndani yetu ametufanya kuwa tofauti na wao. Haleluya. Kwa hiyo nguo fupi hapana kanisani. Hata mnaposhona sare waimbaji, sababu tunazungumza na waimbaji, nendeni mkubaliane kwenye kikundi. Tena kwa uzuri zaidi mwite mchungaji. Mnapoenda kushona hivi sana, mwite mchungaji. Sababu wachungaji tulishaona mengi. Kama nini tumeshashiba, kama ni tumeshashiba. Kwa hiyo sisi tunataka nini kwenye adabu. Sema amen. Unafikiri mimi na mke wangu mpaka tumefikia umri huu hatutashiba tu? Msione aibu. Neno la Mungu halionewi haya. Yesu amesema msione haya, kwa sababu mwana wa Mungu aleta wokovu. Haleluya. Sasa akaboka hapa. Mimi nishakashiba. Kuna unaowatesa huko, kuna ukana nikatai. Na hili ni taifa la Bwana. Wamama acheni kutesa vijana. Acheni kutesa vijana. Yaani Biblia katika Matendo ya Mitume imewapa tafsiri ya wao kuota ndoto zilizo njema. Wasiwale wanaota mguu wako. Maana Yuda ndiye anasema vinajirudia usiku. Kama hamjua neno, kama angalia Yuda alivyosema vinajirudia usiku. Kama wewe ni hasira na siku zote unazipangaga na mume wako, ndivyo ninavyovirudia usiku. Unakuta mimi nakikuuliza, mbona hakuna? Nilikuwa ninaona
niko na kupiga kali timu wangu, Mungu unisamehe. Maana tunamtiudia. Kwa hiyo tunatakiwa tumuone Yesu tunapokuja kanisani. Tumuone nani watumishi wa Mungu. Alafu kuna nguo zinaitwa dela. Hizi nguo ni za wamama wanaocheza muziki ya mwambao, wale wa Zanzibar wale. Lakini namshukuru Mungu, juzi tulikuwa naona na wao wanazikemea zile nguo. Kuna dela inayokuenea. Hiyo ndio ukae. Kama na mimba ya sisi tulisoma. Faa hiyo basi sina kuenea. Lakini kuna ile inaburura chini. Unajua unachokifanya? Ili siburure chini isendelee kukokota mchanga na ngumi. Lazima uikamatie. Halafu kisha kuikamatia nyuma pana baki nje. Kwa nini mnakamatia huku? Wakina mama, huku mnakamatia ili iweje? Wakina baba wote naomba tuseme ili iweje? Ili iweje? Yaani kauli inashuka vizuri. Ikifika hapa inakamatiwa. Sasa ili iweje? Kwa hiyo unakamatia na kutuonyesha hizo ramani ili iweje? Na sisi tunajazwa Roho Mtakatifu, tunamsubiri yeye ajaye katika utukufu mwingi. Haleluya! Maana yake kwanza kuna kipindi fulani unajaribu wewe mwenyewe maumbo. Kama Mungu alikujalia ile nani kubwa, sasa unaweka kamatia. Yaani kwa Kiingereza sisi shisha. Yaani unatembea huko nyuma, yaani utafikiri ni mambo yenu. Kanisa ndio hili, tunataka tuzungumze maneno ya kweli kabisa. Ili tumuone Bwana anapokuja, sema amen. Lakini ukiangalia watoto wa kike kama vile wanakutabani kabisa. Hao vile nimeangua, alikuwa anatuambia matibu wetu. Mwana mama usikate kiuno. Mwili wako ni laini, utawafikisha watu pabaya na utaumwa kule. Kwa pabaya. Tumeokoka. Kwa hiyo tamani. Haleluya, haleluya. Tumeokoka. Bali ni hivi, mimi kiuno changu ni kigumu, hatuwezi kuachia. Wewe ukifanya mwanamama, nataka nikwambie neno la burudani aliyosema huyu. Hatupati wimbo, hatupati ujumbe, tunaangalia tu kiuno chako. Tunaenjoy kwa shetani na Roho wa Mungu anatupisha. Amkeni wakina mama, waende mbinguni. Haleluya. Jamani sema amina. Mgeukie mwenzako mwambie tonge la mwisho kikomba mboga. Kikomba mboga. Mpasuo, sema mpasuo. Chema. Mungu tuhurumie na tusaidie sisi wanaume. Hatujawahi kuwa na mpasuo. Ila wenzetu wana mpasuo. Wewe wachungaji msiposema kwa sababu ya shekeli, nataka nikwambie kanisa halifiki mbinguni. Maana mpasuo ulishaingia kwao. Kemea mpasuo wewe mwana mama. Kemea mpasuo. Yaani sisi tumevaliwa pazuri. Kwenye kitovu kabisa pazuri. Na inashuka kwa uzuri. Ili kifika pale kale kashikilia tena kanaanza kuikusanya. Kanaishusha chini. Wakifika kwenye magoti hapa, mpasuo nao kule nyuma. Na wale mafundi cherehani wengine hata ni Wakristo. Anakuambia wewe chana tu. Nataka nikwambie hamtanena kwa muda wote wawili. Anayevika nguo na anayeshona. Wote mazika Nyanza neno alisema. Anayepokea rushwa, anayetoa rushwa, wote mazika Nyanza. Kwa hiyo nguo na aliyeshona akajibu kwa Mungu. Mpasuo unatoka hapa, unaona unakwenda. Shangilia Yesu aliyetuokoa. Shetani alitaka kuingiza mambo kanisani. Tumemgundua, tuko tunamnyoa shetani. Nataka nikwambie baada ya mafundisho haya, wabinti wetu wanakwenda kuwa wazuri, utaamini.